Mtazamaji, karibu sana tuweze kuongea juu ya jambo ambalo ni la muhimu sana. Jioni ya leo nilikuwa naangalia video fupi ya kaka moja wa Kihindi. Kwa Kiingereza anasema hivi: stop finishing what you don't enjoy. Sasa kwa wale ambao wafahamu Kiingereza, maana yake kwa Kiswahili anasema hivi: acha kuendeleza kitu ambacho hukifurahii. Akasema kwa mfano, mtu unaangalia movie ya masaa 3. Imefikia mahali fulani unaona pana boa, lakini bado unaendelea tu kuiangalia. Sasa mara nyingine inafikia hatua naanza kuchezea simu wakati nimekaa ili niangalie movie. Sasa stop finishing what you don't enjoy. Acha kumalizia kitu ambacho hufurahii. Stop finishing what you don't enjoy. Sasa huyu kaka kaanza kujiangalia, anaweza sijui akasema kuna games za kuplay, lakini inaboa, lakini alikuta msukumo tu mpaka umalize. Akasema napoteza masaa yangu bure kuangalia kitu ambacho sikipendi, akinisisimui. Sasa ukiangalia hilo katika swala la movie kama anavyozungumza huyu kaka wa Kihindi, katika maisha kuna hali fulani huipendi ndani yako wewe mwenyewe, ndani ya nafsi yako. Unakuwa mtu huna raha, huna amani, umejaa wasiwasi, umekuwa ni mtu wa hasira, unaongea kwa kukoroma, unawakoromea tu watu. Yaani huwezi ukatuliza nafsi yako wewe mwenyewe. Kitu kidogo tu umelipuka, unaongea kwa sauti kali. Yaani hujishtukii kwamba hivi kwa nini naongea namna hii? Je, ukimwona mtu mwingine anaongea kwa staili, unapenda hicho kitu? Unapenda mtu ambaye anaongea kwa sauti kubwa, anaongea mkali, unaipenda hiyo hali? Kwa nini sasa umeiachia iendelee na wewe una akili timamu? Somo hili la leo linataka kukueleza kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yako. Kwenye saikolojia wanaita internal locus of control. Internal locus of control. Kwa Kiswahili anasema yani unakuwa kama vile una mtambo ndani wa kujitawala uko ndani. Anasema watu wengi sana wanaishi maisha kwa external locus of control. Yani matukio yale yanayotokea nje ya mioyo yao, matukio yanayotokea katika nje ya nafsi zao, hayo ndio yanayosumbua akili sana. Sijui yule kajamba, sijui yule kafanya ajaje, lakini yao yenyewe ndani nafsi zao wenyewe yamewashinda. Ni mwepesi kusema yule kajamba, yule sijui kajamba msikitini, yule sijui ni rahisi sana kusema, lakini kucontrol nafsi yake mwenyewe imemshinda, lakini anakuwa mwepesi sana kuangalia wenzio ambao wameshindwa katika maeneo mengine. Sijui yule kashindwa hili, sijui yule kashindwa hili. Ni rahisi sana kuzungumzia hayo mambo, lakini unashindwa kujiangalia wewe mwenyewe, unapoteza muda. Maisha haya ni yako, lazima ujiangalie humu ndani mkoje. Hivi kwa nini mimi nakasika namna hii? Ujiangalie. Hivi kwa nini mimi nakuwa ni mwepesi sana kulaumu watu? Hivi kwa nini mimi nakuwa ni mwepesi sana kukasirika? Ili utafute njia ya kuweza kuiondoa hiyo hali. Mtu mmoja akasemaje? You can't fix what you don't see. Huwezi ukarekebisha kitu ambacho ukioni. Kwa hiyo hata fundi kama gari imeharibika, anachokonoa hapa, anasema ni hapa plug ndio imeharibika. Anatafuta kitu. Kwa nini gari haliendi? Anachokonoa anasema ni plug. Kuna huwa ya umeme umechomoka. Anaweka sawa, gari inawaka. Sasa watu wengi hamna muda wa kujiangalia nafsini mwenu. Hivi kwa nini mimi ni mwoga? Kwa nini mimi nina aibu? Hii aibu ni hukuzaliwa nayo. Wataalamu, kuna watu ambao wamejikubali, wanakubali kwamba bwana, mimi ni mtu wa aibu hivi. Mimi ni mwoga hivi, wanajiita introvert. Hakuna hicho kitu introvert. Ili neno introvert limegunduliwa na wafanyabiashara ili wauze biashara zao. Kutokana na tafiti ambayo nimeifanya. Haya majina wanaojiita introverts, extroverts.
Ni wafanyabiashara tu wamegundua kitu ili watafute jinsi ya kuweza kuwatega watu wanunue biashara zao. Sasa haya mambo unachukua tu unayakubali tu, eti unajivalisha lebo, mimi ni mpole, mimi ni kimya tu bwana, mimi sio muongeaji bwana, mimi sio muongeaji, maisha jivalisha lebo kama mfungwa, umefungiwa, huwezi ukatoka humo. Inatisha kweli. Yaani mtu anajikubali kwamba bwana, mimi bwana ni mkimya hivi hivi, mimi ni mkimya tu bwana, mimi sio muongeaji. Unajiweka gerezani mwenyewe. Ndio wanaita internal locus of control. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba hali ya huku ndani unaimiliki wewe na unadhibiti wewe bila kujali watu wanasema nini. Sikia bwana. Sasa kuna kitu kinaitwa empowerment. Sawa? Empowerment. Kupewa empowerment, emotional empowerment. Emotional empowerment, yani unajipa nguvu ya kuweza kudhibiti hisia zako wewe mwenyewe ili ufurahie maisha yako zaidi na zaidi na zaidi, na ukajivunia kuwa hai. Ukajivunia kuwa hai. Sasa unaishi tu kama ng'ombe, unaishi tu kama mbwa. Ukiona tu mgeni unabweka, ukiona hili unabweka. Haya maisha gani hivi? Kwa nini unashindwa kujiuliza maswali hivi? Hali hii itaendelea nao mpaka lini? Sasa wataalamu wa sayansi unasemaje? Hakuna mtu aliyezaliwa akasema mimi nimezaliwa hivi hivi. Hakuna. Sasa una uwezo wa kubadilisha akili yako, wanaita brain plasticity. Unaweza ukabadilisha hata kama ulikuwa umezaliwa si uko wenu nyinyi wote ni wa kimya kimya, unaweza ukaibadilisha hiyo, wanaita epigenesis. Yaani genes unaweza ukazibadilisha, yaani ule uhalisia wako unaweza ukabadilisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutumia kisingizio, sisi kwetu wote tuko hivyo hivyo. Hicho hakipo. Ukiona hakifai una uwezo wa kukiondoa. Stop finishing what you don't enjoy. Hili ni jambo la msingi sana. Watu wengi wamekuwa wepesi sana kukosa raha, hana amani. Tena dada mmoja kanisani kamuonea huruma sana. Ni mzuri kupita kiasi. Ni mzuri kupita kiasi. Naongea naye, namuuliza maswali, naona haelewi mambo mengi sana. Na ameokoka. Nikaanza kumpa gia 1, 2, 3, 4, pangua hizi, usikubali kuishi kama ng'ombe. Ishi kama ng'ombe ndani yako ndani. Mmoja kaimba wimbo, moyo unalia, macho yanacheka, talantata, moyo unalia, macho ya. Unaweza kumwona mtu anacheka huko nje anafurahi, kumbe moyoni humo ana mauchungu, ana mahuzuni, atakata kujinyonga, lakini huko nje anacheka, lakini moyoni hana raha. Haipaswi kuwa hivyo ndugu yangu. Badilisha maisha yako. Badilisha maisha yako. Usikubali kuishi kama ng'ombe. Unakula, enjoy maisha yako, unakuwa excited. Unakuwa excited kuhusu maisha, very excited about life. Unaenjoy, unaenjoy. Yule jamaa bwana mchangamfu kweli. Ndivyo inavyotakiwa. Unakuwa kimya kimya kama kobe. Ushamwona kobe anacheka, labda kobe wa AI. Haya maisha, wewe ni mtu umepewa akili. Unaweza mtu mmoja akasemaje, nimependa kweli. Amefanya research. Akasemaje? Kwa Kiingereza. Akasema billionaire and poor people, they've got these two things. Anasema hivi, billionaire, anasema poor people fail less. Billionaire fail more. Anasema poor people fail less. Yani watu maskini wanaogopa kukosea. Kwa hiyo hapendi kujaribisha mambo ambayo hawana uhakika nayo. Wanataka kila kitu awe na uhakika. Unaona? Asema maskini wewe, lakini anasema billionaire akikosa hapa anafungua hapa. Akikosa hapa mpaka mambo yanakaa kwenye mstari. Asema hivi, poor people fail less. Yani wanakosea kidogo tu. Kwa sababu kwa angalifu kule wanaangalia. Sasa kufanya utafiti wa jamaa wanaopenda kufanya utafiti. Wakatafuta wale watu ambao wanajiona kwamba wao wana uwezo wa kujitawala ndani, hawana. Kapewa gazeti, wakaambiwa kwenye hili gazeti kuna picha 48. Hebu zihesabie hizo picha 48. Wewe wale ambao mawazo yao ya kushindwa wakahesabia, wakatumia dakika 2,
wakati wale mawazo ya kushinda wakatumia dakika 11. Yaani kwenye ile gazeti lina peji 30. Sawa? Sasa kundi hili la wale ambao wana ile hali ya wasiwasi, hawajiamini, hawajui jinsi ya kutawala hisia zao, wanaitwa pessimistic. Yaani wa kila kitu wanaona kwamba kuna hatari hapo, kuna hatari hapo, kuna hatari. Unaona bwana? Basi bwana. Sasa wataalamu sasa wako hapo wakapewa. Wengine wale ambao ni optimistic, wale ambao kila kitu kiko shwari tu, mambo yako shwari, mambo yatakuwa shwari. Hata kama wakikutana na changamoto wanasema itaishinda tu. Wana mtazamo huo. Unaona bwana? Basi bwana wakapewa gazeti ile sasa kwenye ukurasa wa pili kuna picha walichopewa kazi waliopewa kwamba wahesabie hizo picha watalipwa. Now an experiment. Sasa wanamwambia nataka ujue kwamba kwenye hili gazeti kuna picha ngapi, hesabia utuambie ndani ya dakika fulani. Ndani ya dakika hizi 3 utuambie ndani ya hili gazeti, yale magazeti makubwa wanaita magazine, kuna picha ngapi? Basi sasa wale ambao wamejikubali, wamejiweka kwenye kifungo, bwana mimi ni introvert, mimi si ni pessimistic, si ni nani, sawa? Wakaanza kuhesabia. Sasa kumbe kwenye ukurasa wa pili kumewekwa picha, lakini kwenye ile picha kuna maandishi yanasema hivi, gazeti hili lina picha 48. Ukurasa wa 8 tena kuna picha nyingine tofauti na imeandikwa kwenye gazeti hili kuna picha 48. Cha kushangaza na cha ajabu, wale ambao wamejiweka kwenye kifungo kwa bwana mimi niko hivi, wanataka hesabie zote gazeti, picha zote azihesabie. Lakini wale wanaosema kila kitu kwa okay tu. Alipoona hii gazeti limesema kwamba hii picha inasema kwamba ndani ya hili gazeti kuna picha 48, hakutaka kuendelea kuhesabia, akasema tayari wakapewa nani. Kweli gazeti liko na picha 48, lakini yule mwingine mpaka hesabie zote 48, 1 2 3. Hata ile iliyoandikwa hapa hili gazeti lina picha 48, anahesabia tu yale maandishi ya kuangalia. Unapokuwa mtu wa wasiwasi, kuna vitu vingine utavikwepa, utashindwa kuviona. Na imeandikwa kwenye Biblia, Yeremia sura ya 17. Kama anasema hivi, hataona mema yatakapomjia. Sikumbuki ni mstari wa ngapi, lakini Yeremia 17. Anasema hataona mema yatakapokuwa yanakuja. Kwa hiyo kuna fursa ambazo zitakupita kwa sababu unashindwa kutawala hisia zako ndani ya nafsi yako. Lakini ni rahisi sana kuona makosa ya watu wengine. Kwa hiyo wataalamu wanasemaje? Wanasema everything was created twice. Nasema kila kitu kimeumbwa mara 2. Everything was created twice. Kila kitu kilianza na mawazo kwanza, afu ndio mtu akatengeneza kiti. Mungu hakupi kiti, Mungu anakupa mti. Sawa? Mungu hakupi kiti, anakupa mti, utumie akili yako utengeneze kiti. Sasa utamlaumu Mungu hajanipa kiti, wakati mti upo, lakini sababu uoni. Umekaa tu na wasiwasi wako. Miti inafugaga nyoka, miti majini yanakaga kwenye miti. Utakufa masikini. Huna hela, huna. Sasa vipi? Kwa hiyo at least ukiwa na raha, unajua uwezo ukainunua raha. Kuna watu ni matajiri lakini wanajinyonga. Makomedian wamejinyonga wasijua ngapi, kama 12 nilipoangalia mtandaoni. Comedian wanaochekesha watu wamejinyonga. Yule ana miaka 42, 39, kajinyonga. Comedian mcheshi, kuchekesha wengine anaweza, lakini kujichekesha yeye mwenyewe hawezi. Haleluya. Maisha ya Bwana ukiyajulia, ongeiki na kitu, ongeiki. Kwa hiyo napenda nikwambie ndugu yangu, kadri unapoangalia channel hii utajifunza mambo mengi sana na Mungu